Niwaombe tena wa Tanzania, jambo la kwanza tupende vya kwetu, na hasa nikifahamu tuna miradi mingi inayoendelea. Niwashukuru halafu katika serikali ilipoanza programu ya ujenzi wa vituo vya afya vingi nchini, ujenzi wa zahanati na shule mpya, halafu mlifanya kazi kubwa kuhakikisha mnazalisha bati bora za kusaidia sekta hizo. Tumejenga maeneo mbalimbali, vituo vya afya, zahanati, shule zetu za msingi na sekondari, ambao halafu mlifanya jambo hilo kubwa. Niwapongeze tena leo hii katika sekta ya kilimo, prefabricated material, nyenye mnazalisha kwa kiwango kikubwa. Hongereni sana katika hili. Tutahangaika kuhakikisha sekta hizi zote za viwanda vyetu vinasimamiwa vizuri na tunavilinda. Na serikali jukumu lake kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa Watanzania wanaowekeza na wageni wanaokuja kuwekeza waweze kulindwa vizuri. Ndio maana hapa Daktari Binithia Mahenge alizungumzia fursa za katika kituo chetu cha uwekezaji. Lengo ni kwamba kimefungua milango kuona kwamba jinsi gani watu wanapata incentives za kufanya uwekezaji. Nimefurahi nimeona mitambo mikubwa pale ndani. Mitambo ile ya karibuni mingi sana ina exemption kwa sababu tumefanya uwekezaji mkubwa. Na hili ndio jukumu la serikali. Na dhamira Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, kuhakikisha nchi hii inapata uwekezaji mkubwa. Katika maeneo haya lazima niwaeleze, serikali leo hii inakuja na mipango mikubwa kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele katika upande wa viwanda. Imani yetu kubwa ni kwamba wadau binafsi kutoka sekta binafsi tutashirikiana na serikali katika kuhakikisha tunafikia katika malengo ya mipango haya. Moja ya hiyo ni kwamba serikali inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda takriban 948 vitavyoajiri watu milioni 6.5, kati ya hao milioni 140 ni direct employment. Jambo hili haliwezi kufanywa na serikali peke yake. Jambo hili linafanywa na sekta binafsi kushirikiana pamoja na serikali. Ndio maana taasisi zetu wezeshi zimejipanga kuhakikisha kwamba watu wanaotaka kuja kuwekeza hawawi frustrators, wanakuwa facilitators.